kama kawaida. Ni namba 2 ama namba 1 pia nani Rising Stars. Tuseme namba ni namba 1 namba 2. Nadhani alitoka huo upande huo. Kina makoroma pale. Atoka huo upande huo. Kwa hiyo Shayvan pia naye anatoka huko. Huo pia ni wa Magarini. So tuseme Magarini kuna vipaji. Sawa. Tutakuwa tunamtafuta bwana hewani hapa. Kabisa. Mtafute tuongee naye tutakuwa tunamtafuta hewani. Mengi atazungumza mwenyewe, tutajua kwamba Shivo ni nani. Tumtafute hewani. Wewe mtafute. Acha tumtafute hapa. Shike simu. Shivo yuko wapi huyo? Kweli Magarini kuna vipaji mwanangu. Magarini vipaji vimejaa pale. Tunataka kushindana na basi. Lazima yani Shivo. Safi, nakuaje mwanangu? Chonjo. Hii ni Future Billionaires TV pamoja na Pembe TV hapa hivi. Shivo. Mambo shwari kabisa. Fresh kabisa. Sana. Mbona umepoa sana mwanangu? Msanii afai kupoa hivyo mwanangu. Vipi? Mbona? Nakuona umepoa sana. Ama uko wapi? Nipo ndani ya nyumba. Ama kuna mtoto mkali hapo hivyo. Ndio maana unapoa sana. Hapana. Bana, kwema lakini? Kwema sijui huko. Kabisa, si tuko poa kabisa. Sijui upande wa huko Magarini kunasemaje? Huko kwema, tunashukuru Mungu tu maana. Au si? Shivo. Yes. Bana, tumekupigia simu ili kuongea mawili matatu hapa hivi. Tuzungumze mawili matatu, tunataka kujua kutoka kwako. Kabisa. Hapa tuko hewani sasa na hii ni Future Billionaires TV pamoja na Pembe TV. So tutaenda kuuliza maswali tu kadhaa tukifanya hivyo interview. Sasa audience wengine hawajui Chamari. Chamari ni upande gani ama Chamari ni iko sehemu ya upande gani hapa kile? Iko eneo gani ama? Magarini. Iko Magarini. Okay, sawa. Tuseme Shivo anaimba muziki gani? African pop. Yes. Na tuseme mfano Shivo anataka kufanya collab na msanii mwingine ambaye anaimba tuseme nyimbo za Injili. Waweza enda naye unaweza kuimba Injili ama unaweza kuimba shape nyingine ama unaimba tu afro gani? Inategemea. Unajua kuna hawa wasanii wa Injili, kuna wenye wanafanya ngoma ambazo zimechangamka. Kwa hivyo tuseme ngoma ambazo zimechangamka, unanielewa. Lakini kuna wale wenye wana praise kama hizo ndo zile, lakini zile za kuchangamka, zile za kudance, zile za naweza kuingilia huko hiyo. Kwa hiyo kwa hizo ngoma ambazo zimechangamka wewe unaweza kuenda naye. Naweza nikaenda naye preach, lakini hao wengine nao just praise and worship za polepole. Hapana, sio. Tuseme ukiingia kwa nyimbo za mapenzi. Niko vizuri. Sio. Hemu tuibie siri maana. Wewe ukiimba nyimbo ya mapenzi huwa wewe mwenyewe wajibia wewe imekulenga wewe ni kitu ambacho umepitia ama huwa labda iwe kama ni kitu ambacho umepitia ama huwa ni kitu unaimba kwa sababu unaimbia watu kwa sababu labda kipaji tu ama na idea ya kusukuma hivyo. For the first time ninaingia studio. Nilikuwa yani kuna issue zingine zenye nilikuwa napitia ndo sikusukuma mpaka nikatunga nyimbo, lakini kwa sasa hii imekuwa ni kipaji.
Kwa hivyo ilianza tu kama ilianza tu kama zile pressure za mapenzi. Lakini ikaja ikawa ndo kipaji basi. Au si? Hebu tuibie siri, unaona hapo ulikuwa ushatendwa ama ulikuwa umependwa ama ulikuwaje yani mpaka hii ikakuforce kitu kama hiyo? Kwanza ngoma yangu ya kwanza inaitwa Street. Sasa ni venye yani kuna venye ilikuwa nimependwa sasa. Nikaandika hiyo ngoma hivyo. Sasa venye ikaendelea hivyo mpaka ikawa ndo ni kipaji hivyo, zingine nimeenda nikizifanya studio. Ikaendelea hivyo na muziki sasa. Okay. Kwa hiyo chanzo cha wewe kufanya muziki ilikuwa ni baada ya kuwa umependwa? Baada ya kuwa sasa kuna ile pressure ya mapenzi yani. Sema mimi nilikuwa napenda sana kusikiza muziki yani. Napenda sana kusikiza ngoma za watu nini kama hiyo. Lakini sasa ilipokuja ile pressure ya mapenzi nikaona acha nitunge zangu. Sawa na Shivo. Nikuulize, katika muziki labda una lengo gani hasa, ama umetarajia ya kwamba muziki ukufanye nini ama yani future yako yani kwenye muziki? Malengo kwenye muziki. Malengo yako. Unajua kila kitu mtu akifanya ana lengo fulani la kutaka kufikia mambo fulani. Kitambo mpaka ufikirie ngoja mimi niimbe, ni kwamba labda umeamua mimi nataka niimbe niwe hivi ama labda naimba tu kwa ama nafurahisha society. Sasa hii sifanye muziki kufurahisha design. Sema ni biashara. Nikiwa na lengo fulani kwamba nitafikia mahali ambapo wenzangu wamefikia wenye wamefanikiwa vitu kama hivyo, lakini sifanye muziki sana kujifurahisha. Wanasema muziki ni biashara. Wewe kwako ni biashara ama bado ni ile unafanya mpaka ijipe ndo uanze biashara? Nilikwambia ni biashara kwa sasa hivi. Nitakuwa nakudanganya kwa sababu bado sijafikia huko, lakini lengo langu ni kufikia hapo kwa Karemis pale mwaka jana. Karemis iko wapi? Marereni. Okay, unaipata. Na Shivo. Wewe muziki ulianza lini ama mwaka gani? Muziki nilianza 2023 after nimemaliza form 4. After nimemaliza form 4. Na ukiwa shule, je, ulikuwa uko na aim ya kufanya muziki ama ulimaliza shule ndo ukaanza kuimba? Aim ya muziki ilianza nikiwa form tuseme form 1, kwa sababu shule yenyewe nilikuwa nasomea ilikuwa inakuza vipaji sana. Sikuwa na ule uchangamfu kwamba niwe ninaweza nikaimba mbele za watu nini hapo shule, lakini sasa nikiangalia wenzangu wanafanya na kwa ile motisha kwamba pia mimi naweza nikawa mwanamuziki. Hivyo. Tuseme hapo ndo umemaliza form 4 ndo unaanza safari ya muziki. Changamoto zilikuwa ni gani wakati ndo umeanza muziki? Sasa umeingia studio, umeupload pale mtandaoni. Lazima hapo kwa upload tuko mbali sana. Unaona changamoto zinaanzia tu nikiwa shule pale kwa training ama nilikuwa sasa shuleni imefikia ile hatua ya kwamba sishikanishi sana vile, kwa sababu na concentrate kuandika ngoma nini kama chemistry haipandi. Kwa hiyo ulikuwa umebezi sana kwenye muziki mpaka anafunza usikizi. Kuna wakati nilikuwa nimebezi sana kwenye muziki mpaka ikafikia hatua ya kwamba wazazi nao wanaanza kuingilia, wanasema wewe siku hizi hata sikuoni ukishika vitabu ukisoma, yani ni wewe tunakuandika vitu vieleweke, wanaita vitu vieleweke. Nikuulize, wewe ulisoma shule ya mseto ama ilikuwa ni shule ya nini?
Ilikuwa ya kwanza ilikuwa boarding, lakini kwa sababu ya pili nikaja nikatolewa hapo hivyo. Okay. Kulikuwa kuna issue fulani zilitokea hapo shule sasa. Unajua lazima mpigwe mafaini nini kama hivyo, ndo nikatoka. So ukapelekwa shule ya mseto sasa. Sasa shule ya mseto hapo, lakini hapo ulikuwa kule usome, maana idea za muziki zinakuja, alafu unaona maskati pale yanapita hapo, utasomaje bwana? Hapo so skati kipita hiyo shule ya mseto nilipelekwa huko sasa, ndo nikachanganya kabisa sasa mambo yangu. Sasa kila nitakayemuona idea inakuja. So ulikuwa unaona mwembamba, idea inakuja. Kwa hiyo sipo. Kwa hiyo unataka kusema unaweza ukaona mtu hivi na tayari ngoma ikajipa tayari wakati huo, lakini kwa sasa hivi mpaka nikae sana, kwa sababu wakati huo sijui shetani alikuwa ndo anapitia, kwa sababu nikishika kitabu hivi najikuta naachana nacho na concentrate na vitu vyangu. Hata inaweza kuwa mwalimu yuko pale mbele anafundisha, lakini mimi niko kwingine kabisa. Na nikuuliza, hizi idea zilikuwa zinakujaje? Labda ukiwa kama shule, ukiwa darasani ama ukiwa nje umekaa, hii idea huwa ilikuwa inakujaje mpaka ufikirie hii idea hii inakuwa strong na sasa ikafanya nyimbo na ikawa vizuri? Unajua sasa inategemea na kile kitu nitakuwa nawaza kwa muda huo. Nilikuwa nimekaa nawaza kitu kizuri na jikuta tu kuna idea fulani inakuja hapo. Sasa badala nisikize tu mwalimu chenye anaongea, mimi najikuta tu naandika ile idea ili isije ikapotea. So naandika kwenye karatasi ama nyuma kitabu, alafu ukitoka baadaye naandika nyuma ya kitabu. Nikitoka hivyo shule, nikipa kule nyumbani naenda kuandika sasa. Naenda kuikariri sasa, niweke kama nairekodi kama sound kwenye simu yangu na niacha hivyo. Ile tayari imeingiliana. Sikuwa nafuu. Unajua sasa unaweza ukaandika kitu lakini baadaye ukakuta sauti imepotea nini ama vipi? Sasa ilikuwa mimi na base sana na kurekodi zile sauti ili isije ikapotea. Ndio hivyo. Na rekodi ile vocal nini, alafu sasa wakati mwingine ninakuja nimalizia hivyo. Okay. Na Sibo, nikuulize hivi comment ni kawaida tu kwangu, hata tunaweza tukajibizana kwenye comment kama hivyo na lakini ukifikia huko kwa star utakuwa haujibu ukifika kwa star. Siwezi jua kwa sababu kila mtu ako na venye ana handle comments zake. Sasa siwezi jua. Labda unajua ama star unaweza kuwa na walaumu, kumbe vitu ni vingi. Sasa haiwezi akapitia comments, ana muda wa kupitia comments, muda hautoshi. Muda Shivo, mfano wewe mtu akupigie simu ama kutafuta akwambia kwamba mimi nataka niwe kama manager wako, niwe na manage hizo kazi zako zote, uwe under management, wewe unaweza kubali ama wapo unaweza kusemaje kuhusu msanii ambaye kuna ka challenge kidogo hapo, si ndio? Challenges kosekani. Unajua hata hao mastaa nao unaona wanafanya muziki, lakini kuna mahali wanafanya vitu vyao business nini. Sasa wanatumia hizo hela za huko kupushi huko, alafu vitu vinakaa sawa. Hebu turudi hapo kwa hivyo, turudi hapo kwa challenge. Wewe ni challenge gani ambayo unaiona hii challenge hii ndio ni challenge kabisa? Yani hata kimuziki na kufanya mpaka labda hukui uendelee haraka kimuziki, kwa sababu hii challenge gani? Yani challenge ambayo inafanya ni story ngoma haraka, yani ile back to back. Yani kwa ufupi ni kwamba challenge ambayo yani inakufanya yani kidogo kimuziki, yani ile
sana kimziki usiweze kutoboa haraka, yani usiweze kutembea haraka. Challenge ya kwanza ni maproducer. Mimi yani kufikia science sina connection na maproducer wengi vile. Sema hizi nikitoka hapa nikienda Malindi mimi naweza nikarekodi. Mimi na rekodi ya studio moja peke yake. Au wengine sijapata dali. Bora kuna copyright hapo. Anasema basi acha niangalie nishughulikie kwa sababu sijui kumeendaje, kwa sababu ule ni mpango ulikuwa tumeupanga. Lakini sasa kuja kupigwa copyright sasa hicho hatukukipanga. Copyright ni YouTube wenyewe wanaamua. Wajua check. Mimi sasa kuanzia pale juzi hadi sasa sijajua kwamba ile kitu ilikuwa mnafanya kama nini, kama ilikuwa wanatafuta tu kiki, kama kushtua watu kama kiki. Wewe sijajua wajua. Sasa ilikuwa hivyo, lakini hata mimi nikaja nikashangaa kwa sababu imepigwa copyright sasa. Nikawa namuuliza kwani kuna nini kimefanyika ama umeiba beat? Labda aliiba beat. Maana beat yenyewe naona imekaa hivyo. Imekaa poa. Na ukiangalia hivi labda kuna nyimbo fulani inafanana na hiyo beat ya msanii fulani labda. Ni kama nilisikia ngoma zingine zinakaa kama ziko na yani kama zilipigwa hivyo, lakini sina uhakika kama nilisikia, lakini hivyo yani inakaa kama beat. Hizi beats za kudownload hizi sana ndo huwa zinapigwa copyright kwa sababu ni beat za watu tayari, watu walishazifanyia vitu kama hivyo. Sasa ukichukua hiyo beat tayari bila kuifanyia sampling tayari uiweke huko, kwa sasa unaharibu, lazima utapigwa copyright. So ni sababu ngoma zangu nyingi huwa nafanya tu na beat, yani inaenda na tengezo la beat, anafanya ngoma hiyo. So ina maana ukichukua beat without sampling ndio inaleta copyright, lakini ikifanywa sampling, yani ikitengenezwa kama hiyo huwa haifanyi copyright. Maana yake kuna vitu vingine huwa wanavitoa. Okay. Sasa watafanya kusema kwamba hii inafanana, lakini haitenda copyright. Haiendi copyright. Okay. Sawa. Shivo. Yes. Nikuulize, labda kuna mtu pale sehemu amekaa labda hajui Shivo ni nani, umejitambulisha lakini labda kuna mwingine pia anafikiria Shivo labda nitapata vipi, labda ama kama ngoma zake nitazipata vipi kwenye mitandao kama hiyo. Hivi kwenye mitandao utapatikana vipi, labda ukupatikana nani? Facebook Shivani Shivo KE, pia YouTube Shivani Shivo KE, hivyo tu TikTok unanipata hivyo Shivani Shivo KE. Shivani Shivo KE, yani kila mahali sasa. Sema kila mahali Shivani Shivo. Shivani Shivo KE hapo, lakini page ya YouTube, page ya Facebook ndio iko tofauti kidogo. Hiyo ni Upcoming Star Music. Upcoming Star Music. Yeah. Hapo ni Facebook. Hii ni group ama ni account yako? Ama ni page yako? Ni page. Okay. Na labda kwanza tunasahau. Ona. Kuna hiyo latest yako inaitwaje? Latest yangu inaitwa Alright. Okay, sasa tulikuwa tunaomba utuchapie kidogo mistari miwili mitatu pale. Audience wajue kwamba basi Shivani amefika kwenye Pembe TV na Future Billionaires pale. Sasa hata kwenye giza wendo mbala mwezi unanimulikia, kuepuka vibaka wezi. Penzi umelidatia, umeliweka juu sana, nami nimeridhia pia kuwa nawe tu sana. Baby zidisha imani na tufungue mpya kurasa baby. Hiyo imani
tuzae watoto mapacha tori tori, yani mtoto kamdoli. Chori chori, sharukani weka chori tori tori, yani mtoto kamdoli. Chori chori, sharukani weka chori, ni bora. Oh yeah, yeah. Ikiwa na wewe bora. Oh yeah, 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 yeah. Shivani. Aminia mwanangu bro, sana yani tori tori toto macho kamdori chori chori, sharukani weka jori chori chori, yani mtoto kamdori. Bro, kweli ulikuwa unamsura mapenzi kweli? Nimeona hiyo kweli. Nimeona Bana Shivo. Yes. Si bana, tunasema tunashukuru sana. Kwanza Shivo, labda unataka kuambia mashabiki wako labda unawaambiaje mashabiki zako kabla tu mfungo? Mimi nachoomba mashabiki zangu wasichoke kunifuatilia kwa sababu kazi zinakuja. Kazi zinakuja. Siwezi waambia ni soon, lakini kazi zinakuja, mtaziona tu wenyewe. Okay. Sawa, tunashukuru kwa wakati wako Shivo. Nashukuru pia jamaa. Sana. Karibu sana katika channel zetu za Future Billionaires TV pamoja na Pembe TV. Asante. Pamoja sana. Salimia watu wa Chamari huko bana. Waambie kwamba umekuwa hewani. Poa. Pamoja sana. Fresh. Mimi bwana hewani hapo alikuwa Shivo hapo. Kama mlivyosikia ameweza kufunguka kabisa, mambo amefunguka pale na anahitaji support yenu. Tumfuate pale kwenye mitandao ya kijamii na kumbuke amekuahidi ya kwamba mwaka utakuwa kuna ngoma zinakuja kali. Kwa hiyo tusisahau kumfuatilia pale Shivo. Pia sahau pia kufuatilia na pages zetu, channels zetu, Pembe TV, Future Billionaires, YouTube, Facebook, TikTok. Usikose kutufuatilia pale. Sijui labda unaweza kuambia. Bana, hapa ni Future TV. Future Billionaires TV pale ya YouTube channel. Pale upande wa Facebook ni Future Billionaires, TikTok Future Billionaires. So hii ndio imekuwa interview na Shivo. Labda msanii unataka interview, tuzungumze mawili matatu kabisa. Kugrow channel zetu ama kugrow audience wa msanii, vitu kama hivyo. Unaweza tutafuta tu hapo Facebook, unaweza tu DM, ama unaweza tutafuta tu namba moja kwa moja. In fact pale kwenye page yangu ya Facebook kuna namba yangu. Hiyo namba yenye hapo kwenye page yangu ya Facebook, hiyo basi ndo namba yangu ambayo unaweza kupatikana watu wote. So unaweza kani DM hapo Facebook ama kanipigia moja kwa moja kwa hiyo namba. So ukitaka interview tunakufanya interview. So wewe unajijua kwamba wewe ni upcoming artist ama ni upcoming artist, mostly Kilifi, Pwani ama tuseme Kenya nzima. Upcoming artist na wale ambao unaimba lakini unaona ni kama muziki wangu hauendi, vitu kama hivyo. So tunaweza tukusaidia na support ukapata audience wapya, vitu kama hivyo. So kama tunasonga pamoja, usikubali kuachwa nyuma. So tuko hapa kwa ajili yako ya kukupa support
WhatsApp. So wakati mzuri sana na Shivans. Yeah. Hiyo ilikuwa ni Shivans Shivo. Yeah, next ni wewe. Bana, bye bye.